Ukiniangalia mimi ni kiongozi wa kanisa, mimi ni askofu, niko na miaka 70. Nikitoka hapa nitaendesha gari paka Mombasa. Mimi si mgonjwa. Kwa hivyo ijapokuwa Interfaith waliweza kukaa chini na kutoa mielekeo, ninashangaa walidhani kila mtu ako na miaka 70 ni mgonjwa. Kwa hivyo tungeomba serikali ifikirie juu ya jambo hili, na hapo beleni tulikuwa tumesema ya kwamba Interfaith haiakilishi watu wote. Tulitakiwa tuwe contacted hata nasi tueleze mambo ambayo tunaona ni sawa. Tunashukuru kwa yale yametolewa, lakini tunasikia hatukubaliani kabisa, na ninataka kurudia kabisa na kusema watu kama mimi siwezi enda kanisa. Mimi ni founder wa kanisa, niko na makanisa mengi. Hawa watu walikutana kwa ofisi, hawakutembea kwa mitaa, hawajaenda reserve up country, mahali makanisa ni ya watu wasee peke yao. Hivi ni kusema huko kwa up country watu wasiwe wakienda kanisa. Tupewe uhuru, sisi ni watu tulio na ufahamu, sisi ni watu tumesoma, sisi ni watu tunaelewa, na tumeelewa guideline na nini inatakikana, tutaifuata. Ile ingine ningetaka kuongea ni kuhusu watoto. Sidhani watoto wanasaidiwa hata kidogo. Tunaonekana kama tukileta watoto kwa kanisa hakuna kitu tunafanyanga. Sijui kama hawa walipanga juu ya watoto wanaelewa saa hii kwa mitaa watoto wako katika hali ya aina gani. Na ningeomba hata baada ya hii watumane kwa mitaa, waangalie waone hali ya watoto. Waniambie hali iliyo na watoto kwa mitaa kama inaweza kufananishwa na wale watoto nitakuwa nao kwa kanisa, ni kuwafundisha njia ya kukaa sawa sawa.